Hey wapendwa, ngoja tuongee kitu hapa. Hiyo posti ya Nandy iliyopita imenifikirisha sana, maanake kuna watu wamecomment nika anyway, in a way wakanisikitisha, lakini najua hii safari ni ndefu. Sasa nimejiuliza kwa nini katika hii jamii wanawake wengi wanaridhika na treatment za kawaida, yani za ovyo ovyo, au wanawake wengi wanaridhika na maisha ya chini, au maisha maisha tu ya amka, mtoto wako waende tu shule yoyote, uvae tu nguo yoyote, muishi popote, yani maisha ya ili mradi, maisha ambayo sio makubwa, yani gozi ndogo ndogo. Lakini baadaye nikafikiria nikagundua ni kwa sababu wanawake wengi hawajui wao ni nani. Mtu usipojua wewe ni nani, ni vigumu kuwa na vision kubwa. Yaani usipojua wewe, kwanza acha kama mwanamke, wewe kama binadamu, wewe ni nani? Wengi mnajua kwamba wewe ni mwili, yaani kwamba wewe ni mwili. Ndio maana yani watu wengi wanaamini kwamba labda kifo ndio mwisho, kwa sababu mwili, yani watu wengi mnasahau kwamba wewe sio mwili, wewe ni roho. Huo mwili ni kama gari tu, lakini injini ni roho. Na ina maana gani mtu ukisema wewe ni roho? Ina maana wewe una nguvu sana. Yaani kwanza fikiria unavyosema, yani mtu unavyosema mkono wangu, au unavyosema akili zangu, it means kuna kitu ndani yako kinasema kwamba akili zake. Au ukibadilisha mawazo, labda umesema ulikuwa unaongea kitu kingine, ukasema nilikuwa nataka kwenda sokoni, siendi. Umebadilisha mawazo. It means wewe sio hayo mawazo yako, wewe ni zaidi ya mawazo, wewe ni zaidi ya akili yako, wewe ni zaidi ya maneno, wewe ni zaidi ya mwili. It means wewe ni something within you, ni Mungu ndani yako wewe. Ndio maana wanasema mtu akifariki mwili unakuwepo, ubongo wake upo, mwili upo, ubongo upo, lakini ile roho haipo. Sasa wewe ni ile roho, which means wewe kwa kuwa ni ile roho, wewe direct wewe direct una nguvu ya Mungu ndani ya hiyo roho, kwa sababu wewe sio mwili. Na kama una nguvu ya Mungu kwenye hiyo roho, haikuletwa roho yako hapa duniani ije kupewa vocha, ije kupewa 20,000.
Roho yako imeletwa hapa duniani ukawe mtu wa maana, ukaongoze hao watoto wakawe marais kesho, ukaweke hii dunia bora ya ulivyoikuta, ukawe mtu fulani, ukainue watu wengine. Hujaletwa hapa yani kuwa na tumaisha tu, unakaa sijui Sinza, sijui unakaa Tabata, yani hapo tu, yani watoto wako wanaishia hapo hapo tu. Hujaletwa kuwa na maisha hayo. Ndio maana unaona hata kisiasa nchi wanawake wanabaki chini au watu wengi wanabaki chini kwa sababu chimbuko watu wengi hawajajua wao ni nani. Na ukijua wewe ni nani, utajua kwamba kuna umuhimu uwe na mipaka fulani. Kuna vitu fulani ambavyo hutakiwi ufanye, ili kusudi ubaki kwenye mstari wa Mungu kukutumia. Ndio maana unatakiwa uwe kwenye high frequency, yaani uwe kwenye ile station ya kupata maono, kupata Mungu kukuongoza, fikira zako ziwe clear, yaani mawazo yako yasijazwe na sijui umbea, sijui utani wa ovyo ovyo, yaani matakataka, miziki sio na maana, matusi, yani masehemu ambayo yani sijui kujiuza, sijui hayo mambo ambayo hayana maana, yanakutoa kwenye frequency ile ambayo wewe mwanamke, tena wewe ukiwa mwanamke ndio yani kabisa umepewa kuwa mwanamke, unapewa kuna vitu vyako ambavyo umejaliwa ili wewe ukabalansi na mume, ili dunia hii iende vizuri. Mwanaume awe aishike nguvu yake vizuri na wewe uishike nguvu yako vizuri. Lakini huwezi kuwa kwenye nguvu yako kama yani we ni ili mradi kumekuchwa, umepata umeingia online, huna standard. Na wala usitegemee mafanikio kama una standard, usitegemee mume mzuri kama una standard, na hao watoto ni kama unawaonea, kwa sababu kama umepewa watoto unatakiwa uwe bora, kwa sababu mama, wewe ni mlinzi wa kwanza wa watoto, na wewe ndio mfano wa mwanamke wa kwanza watapoingia duniani. Sasa wewe ukiwa midioka, yani wewe upo tu, unasema hao ni mapenzi tu, unaangalia kila kitu humu duniani ni energy. Unavokula chakula cha ovyo kikakupa matatizo, unavolisha ndivyo hivyo unavolisha macho yako vitu vya ovyo, yani vinakuaffect roho. Unavoangalia sijui wanatania ni sawa tu, we hayo ignore, lakini unayaangalia, unavoyaangalia ile energy unaiabsorb. Ina maana na kwa nini hao watu wanafanya, kwa nini wafanye jokes za hivyo? Wanafanya jokes za hivyo kwa sababu wameshawajua hamna standard. Yani ina maana wanawapa negative energy. Yani kama ambavyo wanakusikilizisha negative energy, wanakupa negative energy kwa macho, wanakupa negative energy
kwa masikio na kwa kinywa, we mwenyewe ukijichagulia vyakula vya ovyo, yani automatically yani wewe ni kwamba unabaki kule kule chini. Na kama akili zako zimejaa hili na hili na hili na lile la ovyo, haziwezi kutulia, zinakuwa kama matope. Ukienda mtoni, mto ambao uko clear, utaona mpaka chini, utaona kwenye mpaka chini, yani through yale maji utaona mpaka chini. Lakini ukiangalia kwenye maji yenye matope, huwezi kuona kina. Na wewe akili zako ni hivyo hivyo, unaangalia upuuzi, una ignore wana nani tu. Unaangalia tamthilia, watu wanapigana kila siku, watu unakula, unalisha. Yani hivyo ni vyakula, mentally unakula energy negative. Kwa hiyo usije ukashindwa kuamua vitu vizuri, ukakuta unatumia hela vibaya, unakuwa na hasira, ni kwa sababu ya vitu gani ambavyo vimekuzunguka. Ndio maana unakuta kwa mfano nchi zilizoendelea, watu walioendelea hawaangaliagi hizi tamthilia za ovyo sijui nini, wakute wana maisha yao tofauti. Hata hapo hapo Tanzania, tafuta watu walioendelea, uangalie wanakwenda kwenye michezo gani, yani uangalie mienendo yao, wanakula nini, wanasikiliza nini, wanaangalia nini, wanajihusisha na watu gani, kwa sababu wanajua akili yao ni mtaji wao. Energy yao wanavyoweka ndani vina affect roho, mwili na akili, na zile zikishawa affect zinawatoa kwenye zile intuition zao kuweza kusikia sauti ya Mungu ndani yao, kwa sababu wanajijua wao ni roho, sio mwili, hawaongozwi na mwili. Kwa hiyo be careful na vitu ambavyo unapokea. Kwa hiyo sasa nyie wanawake ambao mnasema ni sawa tu, well, ni sawa, lakini jua na maisha yako yataishia hapo hapo level za chini. Okay, I hope mmenielewa. Haya, siwapokei jamani, nawapenda. Haya, bye. Tutaongea tena. Haya, thanks.